wanamwaibisha. Ya akiwa anafanya vizuri sana kutoka mkoani Simiyu, anaitwa Steven Lugiko. Asante sana kupitia ndani ya 103.3 Living Water FM mzima kwa watu wote hapa jiji hili la Mwanza. Walijua kweli wamemmaliza, walijua ni kweli wanaenda kumuua hapa na hapa tofofoka, lakini amefofoka. Asante sana msikilizaji. Ni mwimbaji ambao nitakuwa naye mahali hapa, anaitwa Steven Lugiko. Mwimbaji ambao wamekusanyika mahali pale. Kwa hiyo nenda mahali pale kuabudu Mungu, acha kulia peke yako. Ni dhambi kulia peke yako, kwani kulia peke yako inakuwa haipendezi sana. Niko naye mahali hapa, napiga naye story hapo, niweze kumwacha moja kwa moja aweze kwenda kwenye madhabahu ya kanisa Living Water kanisani Kiseke. Steven, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Amina, habari ya kwako? Ni njema, tunamshukuru Mungu. Uko vizuri kabisa? Uko vizuri kabisa. Karibu Living Water. Asante. Karibu mkoa wa Mwanza. Asante, nashukuru sana. Mungu amina kubariki kurejea hapa, kuja hapa kwetu. Amina, asante. Karibu sana Mwanza. Asante. Karibu studio za Living Water. Nimefika. Karibu tena kanisani Living Water. Amina. Sisi tunapenda wageni sana ambao wanakuja kuhudumu pale kanisani. Asante. Karibu sana. Jitambulishe kwa jina la kwako ili waweze kujua unaitwa Steven Lugiko kutokea wapi. Karibu sana. Asante, naitwa Steven Lugiko. Ya uimbaji yako ulianza mwaka gani? Kuhusu historia ya uimbaji, historia ndefu kidogo. Nilianza nikiwa sijitambui, kwa maana nilipokuwa mdogo wazazi wangu wananiambia, nilikuwa wakinibeba nikiwa kwenye usafiri, nilikuwa naimba zile sauti za ndege. Nikiwa sijitambui. Ulikuwa naimba zile sauti za ndege? Yaani zile sauti za ndege mimi ndio utoto zile. Kwa hiyo ilikuwa nikipanda, mfano tupo kwenye basi, mimi ndio ninakuwa mtu wa kuimba zile sauti. Unaona? Kwa namshukuru Mungu, tangu kipindi hicho nilipokuwa kidogo nikaanza kuimba kanisani. Nilikuwa na hudumu kwenye upande wa sifa na kuabudu. Nimekuwa nimeendelea hudumu kwa namna hiyo, nimeendelea, lakini Mungu akanipa kibali cha kusimama mimi kama mimi kwa ajili ya kurekodi, ili kwamba ule ujumbe ambao ninao niwafikishie Watanzania na watu wote duniani wabarikiwe. Maana sijapewa kwa ajili yangu, nimepewa kwa ajili yao. Kama jinsi ambavyo nikiwa mdogo sijitambui nilikuwa naimba, kuingia kabisa kwa studio na kutunga nyimbo zako vizuri 2024. Yes. Na nyimbo yako ya kwanza mwaka 2024 na 2025, tuliti miaka miwili sasa. Ndio. Karibu kwenye uimbaji, sababu ulianza muda mrefu sasa kwenye upande wa kujulikana. Umeingia mwaka jana. Na nyimbo yako ulitoa mwaka gani? Yaani nyimbo yako kwa huu mwaka jana, wimbo wako umetoa wimbo upi? Mwaka jana ilikuwa mwezi wa 8, ndio nikapata neema na kibali cha kuingia studio, nikarekodi wimbo mmoja ambao unaitwa Bwana Tangulia Mbele. Bwana Tangulia. Kwa nini ilikuwa hivyo, Bwana Tangulia Mbele? Ni wimbo ambao umebeba ushuhuda mkubwa sana kwenye maisha yangu wa mwisho. So siku moja nipo kwenye maombi usiku ya kufunga mwenyewe kanisani. Napiga kinanda, ndio kaja wimbo wa Bwana Tangulia Mbele. Sasa na Bwana Tangulia Mbele ni shuhuda kidogo, ameielezea kwa shuhuda kwa ufupi, lakini Mungu alimtangulia mbele, ninaamini, sababu mpaka sasa mambo yanakwenda vizuri. Sasa moja kwa moja ndio nyimbo yako ya kwanza. Una jumla nyimbo ngapi? Kwa sasa hivi nyimbo ambazo zipo hewani ni nyimbo 3. Nyimbo 3. Mwaka huu umeshatoa wimbo? Mwaka huu ndio nimetoa wimbo mmoja. Yes, umetoka jana usiku. Umetoka jikoni jana usiku. Jana usiku ndio umetoa jikoni. Natoka jikoni, bado ni wa moto. Safi sana Steven. Safi sana Steven, safi sana kwa sababu umetoka jikoni na tuko nao mahali hapa. Na una jumla nyimbo ngapi? Unaniambia 3. Yes, nyimbo ambazo tayari nimeziruhusu mtandaoni ni nyimbo 3. Nyimbo 3. Lakini pia sio kwamba huu ndio nimeanza kutoa mwaka huu. Ule nilio rekodi mwezi wa 8, sikupewa kibali cha kuruhusu uende kwa watu. Nimekuja kupata kibali mwezi wa kwanza. Tarehe 25. Mwezi wa kwanza sema tutoe huu hapa. Ndio nikapata kibali cha kutoa ili watu wote wapate kubarikiwa. Asante sana. Amen. Na mimi nipate kujua nyimbo hizi ndio katika mfumo gani? Mfumo wa video, mfumo wa audio? Huu wimbo wa kwanza Tangulia Mbele upo katika mfumo wa audio, lakini unapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Ukiingia Facebook, YouTube,
Audiomack inapatikana platform zote inapatikana. Nashukuru Mungu kwa hiyo. Kwa hiyo upo katika mfumo wa audio? Yes, upo katika mfumo wa audio. Lakini kuna wimbo wa pili ambao unaitwa Baba na Kutegemea. Huo upo katika mfumo wa video. Baba na Kutegemea. Na wimbo mwingine tena huo ambao umetoka jana, huu bado wa moto. Unajua kwa video. Huu ni mfumo wa video. Mungu alinipa kibali sana. Ukapiga na video moja kwa moja. Yaani moja kwa moja. Asante sana, barikiwe sana ndugu yangu Steven. Anasema yeye ana jumla hizo nyimbo ngapi? Hizo nyimbo 3. Asante sana. Na ni nani anatungia nyimbo zako Steven? Nyimbo natunga mwenyewe. Natunga mwenyewe. Kabisa. Hakuna mwalimu wala nani anasimama labda anasema je, nikuelekeze hapa unakoje? Au ni wewe mwenyewe ndio unatunga, wewe mwenyewe unaandika, wewe mwenyewe na studio? Ninatunga mwenyewe, naenda studio. Yes. Yani, yes, ni mimi mwenyewe. Na ni wakati gani unatunga nyimbo zako? Kwenye nyakati zote. Hata nikiwa naongea hapa naweza nikapewa wimbo nikatunga. Ukatunga. Ila tu kibali cha kuruhusu uende kwa watu ndipo huwa zinatofautiana na nyimbo nyingi. Lakini kile kibali cha kuruhusu kwamba na wewe ndugu yangu usikilize ndicho huwa kinatofautiana kati ya wimbo na wimbo. Lakini huwa natunga majira yoyote. Ila zaidi kuna majira ambayo huwa natunga nyimbo wakati wa asubuhi nikiwa naamka. Huwa zinakuja sauti natunga nyimbo. Na nipate kujua nyimbo zako walizipokeaje wadau wako au audience wanaokuzunguka? Namshukuru Mungu. Mungu sasa hivi nina miezi 4 tangu niruhusu ingie mtandaoni. Mungu namshukuru sana. Kwenye account ya YouTube kuna watu ambao wananifuatilia ni wengi. Namshukuru Mungu kwa ajili ya baraka hizo. Na sio kwamba napata comment za watu wa Tanzania tu, hadi watu wa nchi za nje, South Africa, wengine hadi Marekani, East Africa yote. Mara nyingi wengine wananitafuta kwa zile jinsi ambavyo wanabarikiwa, wananiambia tunarudisha utukufu kwa Mungu. Uimbaji kwako umekaaje? Uimbaji umekaa kama kazi, umekaa kama huduma? Uimbaji kwangu ni huduma, sio kazi. Kuna kazi tofauti na sio kazi. Yaani kwa hiyo kuna kazi nyingine unafanya, lakini uimbaji kwa kama huduma. Uimbaji kwangu ni huduma. Kuna kazi zingine ambazo nafanya ambazo zinaniingizia kipato. Yes, lakini uimbaji kwangu ni huduma ambayo Mungu amenipa. Kwa hiyo kwako ni kama huduma Mungu aliyekupa. Yes, ni huduma. Kwa sababu nimepewa ili nimhudumie mtu. Ninapokuwa ninamhudumia mtu, jinsi ambavyo anapata ile huduma, ninakuwa ninafanya kazi. Kwa hiyo kazi ipo ndani ya huduma ambayo Mungu amenipa. Yes. Nipate kujua ushawahi tamaa na mtu bana, wewe bwana, hiyo sauti yako unaimba, naomba achana na masuala ya uimbaji ukafanya mambo yako. Na ulifanyaje? Hayo yapo. Kwa sababu kwenye uimbaji unaweza ukawa na kipaji, lakini kuna maarifa na ujuzi wa jambo. Ni zamani sana, sio sasa hivi. Yes. Tulipokuwa kwenye namna ya mazoezi, unaweza ukawa unaimba wewe unajiona unaimba vizuri, lakini mwalimu wako akasema no, usiimbe hivyo, imba kwa namna hii. Hiyo sio kukwazwa tena, ni kuelekezwa. Kwa hiyo kwenye uimbaji sijajua kama inaweza katokea mtu akanikwaza. Yes. Na unatamani kufanya collab na mwimbaji yote mkubwa? Mungu akinipa kibali. Nani wewe? Kwa yeyote ambaye Mungu sijapata bado kupewa jina la mtu ambaye naweza nikafanya naye collab, lakini nikipata kibali cha namna hiyo itatokea. Nyimbo za injili unafuatilia? Yes, nafuatilia. Mwimbaji gani ambao unapenda kusikia nyimbo zake? Wote. Waimbaji wote nawafuatilia kwa sababu wote wanafanya kazi ya Mungu. Mtu akitamani kufanya collab na wewe, nafasi ipo? Yes, nafasi ipo. Ipo kabisa. Kwa sababu wengine wanatamani hawapendi kufanya collab, wewe unatamani kufanya collab na waimbaji wote. Yes, inategemeana na kibali. Unajua katika vitu vyote ambavyo Mungu anatupa, ili ukifanye kile kitu inategemeana na kibali. Ndio maana ule wimbo wa Bwana tangulia mbele unatoka kwenye kitabu cha Kutoka 23:19. Unaeleza jinsi ambavyo wana wa Israeli wanatoka Misri wanaenda nchi ya ahadi. Moja kati ya kitu ambacho Musa alimuomba Mungu ni
kwamba Mungu amtangulie mbele. Yes. Licha ya kwamba Mungu alimwambia utakuwa na malaika watakuwa pamoja na wewe, wingu litaenda pamoja na wewe, lakini akarudi kwa Mungu akamwambia no, Mungu naomba utangulie mbele. Kwa nini? Kwa sababu vitu vyote ambavyo tunapewa na Mungu huwa tunapewa, lakini ili uvitumie vile vitu inahitaji kibali. Usipotumia bila kibali unaingia kwenye makosa. Asante sana msikilizaji, niko naye hapa. Na ni zipi changamoto ambazo unazopitia? Changamoto zipo, hazikosekani, kwa sababu kazi yote ya Mungu ina changamoto. Hata Yesu alipokuwa anafanya kazi, anahudumu duniani, alipata changamoto. Kwa hiyo changamoto zipo. Yes. Mtu akihitaji kuwa labda na akikuhitaji kwa mwaliko wote labda kwenda kumtumikia, unaweza kaenda, hakuna gharama zozote? Upande wa gharama sijawahi kuwaza, kwa sababu huduma, ndio maana nikasema kwamba mimi nafanya huduma. Unapokuwa unahudumia, manake hauhitaji kupewa chochote, kwa sababu anayehudumia unajua anajitoa. Yes. Yani ukiwa unahudumia, wewe kwanza unaanza unajitoa. Unaona? Unapokuwa unajitoa wewe, kwa sababu ukitoa unabarikiwa pia. Unaona? Unapokuwa unabarikiwa kupitia kule kujitoa, ndio Mungu anakuwa anakuhudumia. Yes. Asante sana msikilizaji, niko naye Steven Lugiko, Steven Lugiko kutoka mkoa wa Simiyu. Tuko nao mahali hapa, tutakuja kuzungumza naye tena kwa mara nyingine. Sikiliza hii hapa wimbo Amefufuka. Amefufuka kweli kweli, walijua kwamba wanamwaibisha. Kafanya kapela. Yes. Umesikia? Kumbe alikuwa anawaheshimisha. Na wimbo huu walijua kwamba wanamuumiza. Ni Steven Lugiko kutoka pande za mkoa wa Simiyu. Tuko nao mahali hapa. Nahitaji moja kwa moja tuweze kufanya kapela ya mimi na yeye moja kwa moja kwa huu wimbo huu hapa Amefufuka. Naomba moja kwa moja, alafu mwisho wa siku twende sasa. 1, 2, 3. Walijua kwamba wanamuaibisha. Kumbe alikuwa anawaheshimisha. Walijua kwamba wanamuumiza. Kumbe alikuwa nabeba maumivu yao. Sasa walijua kwamba wanamtesa. Kumbe alikuwa nabeba mateso yao. sasa Walijua kwamba wanamzika kaburini. Kumbe alikwenda kuokoa maisha yao. Ameyachukua masikitiko yetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ameyachukua madhaifu yetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ameyachukua magonjwa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amefufuka, amefufuka. Leo bwana nasimama kwenye madhabahu kwenda kumwangamiza shetani kwa njia ya uimbaji. Karibu sana. Sio tu kumwangamiza. Ameshaangamiza. Tunaenda kudhihirisha zaidi kile ambacho Kristo alituachia. Unajua Yesu wakati anaondoka alisema kwamba tutafanya zaidi. Unaona? So wakazi wa Mwanza popote pale ambapo mpo, kama ulikuwa umepanga labda kuahirisha kufika pale kanisani, Sasa kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 3. Biblia inasema kwamba mlikufa pamoja na Kristo, na mlipofufuliwa mkafufuliwa pamoja naye, na uhai wenu umefichwa ndani yake. Uhai wetu umefichwa ndani yake. Mali zetu zimefichwa ndani yake. Huduma zetu zimefichwa ndani yake. Kwenye kila kitu ambacho Mungu ametupa. Asante sana msikilizaji. Mipango yako ni ipi kwa mwaka 2025? Namshukuru Mungu, kuna nyimbo zingine ambazo bado hazijatoka, lakini zipo studio. Mpango wangu, Mungu akinipa neema na kibali, nitaziachilia kama jinsi ambavyo mimi zinaendelea kunibariki, na Watanzania wote wabarikiwe. Mpango mwingine, nina mpango wa kufanya uzinduzi wa album
kadri jinsi Mungu ambavyo ataniruhusu kufanya. Lakini mpango mkubwa zaidi na mpango wa kufanya live recording. Nyimbo za live recording ninazo. Ni ile tu bado sijafikia kiwango cha kibali cha kufanya. Lakini Mungu akiruhusu kibali nitafanya. Hiyo ndio mpango yangu mkubwa kwenye huduma. Kwenye huduma. Yes. Basi wapi mawasiliano yako hapo, mimi nikuache moja kwa moja uende kanisani. Karibu. Okay. Katika kunipata, moja unanipata kupitia mitandao ya kijamii. YouTube natumia jina la Steven Lugiko Official. Ndio jina nalotumia, na huko kuna nyimbo 3, Tangulia Mbele, Baba Nakutegemea, na Huu Ambao Amefufuka Kweli Kweli. Lakini pia napatikana kwenye mitandao mingine yote. TikTok natumia jina la Steven Lugiko, Instagram natumia jina la Steven Lugiko, Facebook Steven Lugiko, Audiomack Steven Lugiko, Boomplay Steven Lugiko, yani mitandao yote. Shazam napatikana pia kwa jina la hilo la Steven Lugiko. Mawasiliano yangu, ukitaka kuwasiliana na mimi na namba za simu pia kwa mtu yote ambaye ananisikiliza ambaye anatamani kuongea na mimi, 07 530 510 81. 07 530 510 81. Neno la mwisho ambalo napenda niwaambie Watanzania na kila mtu ambaye ananisikiliza, tumepewa na Mungu kuishi mara moja ili kwamba tumtumikie mara moja. Kadri jinsi ambavyo Mungu anaturuhusu kumtumikia. Naongea na mtu mmoja ambaye yupo nyumbani, ambaye anawaza kufanya jambo ambalo sio zuri. Kama jinsi ambavyo Kristo alitufufua. Unajua wimbo nimeimba, amefufuka pamoja na mimi, pamoja na wewe, pamoja na yule. Wimbo haujanibeba mimi tu. Umewabeba watu wote. Yes. Yaani sijaimba kwa ajili yangu mimi tu. Because mimi nataka nifufuliwe na Kristo pia. Yeye anataka pamoja na jirani yangu. Sio jirani tu. Na jamaa, mtu ambaye mimi hanifahamu, lakini kupitia kusikia hii tu sauti apate kufufuliwa kwake. Kwa mimi namtangazia kwamba kadri jinsi ambavyo unamwamini Kristo ndani yako, kuna vitu vinafufuliwa, vile vizuri, vile vya uzima wa milele. Alafu vile vitu viovu vinakufa, kwa sababu ndio kanuni yake Kristo. Kwa hiyo nimtie moyo kwamba unapomwamini Kristo tayari kuna vitu vinafufuka ndani yako na kuwa mpya kabisa. Asante sana Steven. Amen. Mungu akubariki. Amen. Nikutakie ibada njema. Nashukuru sana. Karibu studio. Ndio. Karibu Living Water. Asante sana. Kanisani kule.